we're in this together. Yani mimi ninajifunza na I hope na wewe unajifunza kwamba ndo wakati huu umefika. Inabidi hivi vitu tuviache. Cereal. Sasa hivi kwenye kila nyumba, kitu cha kwanza watoto wanachokula asubuhi ni cereal kabla hawajaenda shule. Ama sasa wakiwa wanataka kula kitu, hamna kitu cha kula, wanakula cereal. Yani kama nyumba yako ndo ina huo mtindo, anza kustopisha huo mtindo mbaya sasa hivi. Kama nyumba yako imezoea kula cereal asubuhi, kata. Kama nyumba yako imezoea kula sausage asubuhi, kata. Kama nyumba yako imezoea kula vitu ambavyo havina virutubisho, kata. Hivi ndo vitu ambavyo unakuta watoto wanakuwa na health conditions ambazo unashangaa hii wameitoa wapi? Kwenye familia yako hamna, kwenye ukoo wako hamna. Wametoa wapi hizi conditions? Hey guys, karibuni tena kwenye Jiongeza Podcast. Leo nina discussion nzuri sana ambayo nadhani sisi kama wanawake, hasa kina mama, ni vizuri kutega sikio na kusikia. Sio mtu wa kwanza mimi kuongelea na sitakuwa mtu wa mwisho. Watu wengi sana wanaongelea kuhusu mambo ya healthy eating. So leo nataka niongelee kuhusu kujijengea healthy eating habits na jinsi gani ya kujenga hizo tabia rather than kula vyakula just because vyakula viko tu hapo. Pia kama wewe ni mtu ambaye unapenda snack. So snack ni ile kila saa unakula vitu vidogo vidogo, huli mlo kamili lakini unapenda ile kama kula vitu vidogo vidogo hapa na pale. Pia hii topic itakuhusu jinsi gani ya kukata hizo tabia ama hiyo tabia. Na pia kama nyumba yako ina pantry, yani ina store ambayo kabati ambalo kila ukifungua kuna snacks, na hizo snacks zilizoko huko they are unhealthy, yani kwamba sio snacks ambazo ni bora kwa afya yako. So nitaziongelea snacks ambazo watu wengi tunapenda kuzila kwa maana ni rahisi kununua tu hapo dukani. Na saa nyingine unakuta watoto pia kila ukitoka, mama naomba nilete kitu fulani, mama naomba nilete hichi, vitu vya snack. Watoto wetu wa siku hizi wanakuwa kwenye dunia ambayo vyakula ni vingi sana, na vyakula vyenyewe sio vyenye virutubisho. Na vingi vya hivi vyakula either viko kwenye mabox, viko kwenye chupa, viko kwenye plastic, vimeandaliwa in a way kwamba unakuta either vina sukari nyingi, vina mafuta mengi, ama tu havina virutubisho. Lakini sasa kwa sababu ni rahisi kusnack on them, vina ladha fulani ambayo inakufanya utake tu kula. So nitaviongelea hivyo vitu vyote na nitavionyesha jinsi gani ya kuweza kugeuza hizi unhealthy eating habits into healthier eating habits. Now, I am one in this group that I'm going to be speaking to. I am speaking to myself as well. Na kama kawaida, kukiwa na vitu vizuri ambavyo naona wote tunaweza kufaidika, ndo napendaga zaidi kuongelea. Kwa sababu, we are here to learn. Hapa kwenye Jiongeza Podcast, kama kawaida, theme ni kujifunza. Siku zote ni kujifunza, kujielimisha, kujiongeza, finding different levels to life, better levels to life. So, inaweza ikawa ni healthy eating, wellness, inaweza ikawa ni mambo ya kuzuia magonjwa, mambo mengi tu, jinsi ya kujiongeza. But kabla sijaenda mbali, natumaini kwamba utanijoin, and of course natumaini kwamba umesha subscribe hapa kwenye Jiongeza Podcast, ama kama bado hujafanya hivyo, basi naomba ugonge hiyo subscribe button hapo chini, na pia ugonge hicho kikengele ili kila ninapotoa video mpya basi uweze kuwa notified na uweze kuja kuiangalia hiyo video hapa kwenye Jiongeza Podcast. Pia kama umeipenda hii video, naomba ushare at least na rafiki yako mmoja, na pia naomba ushare link ya Jiongeza Podcast ama video za Jiongeza Podcast kwenye social zako, ili watu wengine wengi pia waweze kujifunza mambo mbalimbali. Naomba pia kama umeipenda hii topic, basi niache comment hapo chini ili niweze kujua takeaway gani umepata, ni kitu gani umeweza kujifunza katika hii discussion ya leo, ili niweze kujua in the future ni vitu gani, discussion gani zaidi niweze kukuletea, kwa sababu zinakuelimisha, zinakufundisha kitu fulani. Kama kawaida, lakini hapa kwenye Jiongeza Podcast siku zote ni tupo hapa kujifunza. Hiyo ndo theme nzima ya Jiongeza Podcast. So not that mimi najua zaidi kuliko wewe, ama wewe unajua zaidi kuliko mimi, or maybe you do. Lakini tuko hapa kushare mawazo, kushare just different opinions, ili wote kuweza kujifunza. Na kushare kwako wewe ni through comments, jinsi unavyoacha comments, jinsi unavyo-like hii video, na jinsi unavyo-share pia kwenye social zako na pia na marafiki zako. So let's jump right in.
So kama wewe ni mtu ambaye unapenda kusnack, meaning unapenda kula unadonoa, yani huli mlo kamili, unadonoa, hii video inakuhusu. Ningependa sana utege sikio. Pia kama wewe ni mtu ambao kwenye nyumba yako kila saa kuna vitu vya kula vidogo vya kula, pia ningekushauri utege sikio. Na pia kama wewe ni mtu ambaye unajaribu kupunguza uzito, lakini unajikuta kwamba haupungui, ni muhimu sana kuelewa ni vitu gani vyakula ambavyo viko ndani ya nyumba yako, kwa sababu hivyo ndio vinaweza vikawa vitu vinavyokufanya wewe usifikie lengo lako la kupungua. Kwa sababu wanakuambia kupunguza uzito inaanzia jikoni, inaanzia kwenye vyakula. So ni nini hasa unaingiza kwenye mwili wako? Sisi ambao tunakuwa sasa hivi, ama sisi ambao ni watu wazima sasa hivi, ni muhimu kuwaokoa watoto wetu. Ni muhimu sana kuwaokoa watoto wetu na hizo generation nyingine zinazokuja. Kwa nini nasema hivyo? Ni kwa sababu nitatolea mfano kama hapa Marekani, mfano na I'm sure nchi nyingi za nje ambazo zimeshaendelea, kuna vyakula vingi sana wanajaribu kuvistopisha watu kula, na wanajaribu kutoa elimu zaidi ya kuhusu vyakula gani ni bora na kwa nini uvile hivyo vyakula, kwa sababu vyakula vingi walishagundua siku nyingi tu. Yani hii ni kama sio kitu cha ajabu hapa Marekani. Mfano, kuletea jamii vyakula vilivyo vya ovyo si kitu cha ajabu hapa Marekani. Yani ni kitu cha kawaida, kwa sababu ndio jinsi wanavyotengeneza hela. Kama umeshaangalia Wamarekani wengi walio wanene, unene wao ni tofauti mfano na unene wa watu weusi wa Tanzania. Unene wao zaidi uko tepetepe. Wakati Tanzania mtu anaweza kama mnene lakini hayuko tepetepe. Yani miili yetu inakuwa ni migumu fulani. Ule unene unakuwa ni haujalegea. Hiyo ni kwa sababu gani? Ya sukari. Hawa wana unene wa sukari kwa sababu vyakula vingi vina kitu kinaitwa corn syrup, inakuwa added kwenye vile vyakula ili kuweza kuvifanya viweze vikawa na shelf life ya muda mrefu, na viweze tu kuwa stored kwa muda mrefu kwenye maboksi, kwenye chupa, kwenye plastic, popote pale vinapokuwa stored. Na vyakula vyao vingi huku ni vyakula vya maboksi, vyakula vya kwenye chupa. Kuna vyakula ambavyo ni organic, kwamba unaweza ukanunua, yani kama mboga ukapika, lakini watu huko hawapendi kupika. Wanakula nje, ama wanakula vitu vya kwenye maboksi, ama vitu ambavyo vimeshaandaliwa. Wao ni kuingiza tu kwenye microwave, ama kuingiza tu kwenye jiko mara moja, dakika 5-10, pap, wameshatoa, wameweka mezani, watu wanakula. Nakumbuka kuna wakati niko Tanzania, nilikuwa naongea na rafiki zangu, tukawa tunasema watu wakawa wanasema, lakini that's so easy, kwa sababu yani inaokoa muda. Unajua, unaleta chakula chap, sio unakaa jikoni masaa 100. Let me tell you something. First off, hamna kitu kizuri kama kuivisha chakula jikoni. Hamna kitu kizuri kama hicho. Alafu second, kuivisha chakula ambacho ni fresh. Yani umekitoa, whether ni dukani, whether ni shambani, lakini ni fresh. Yani sio vya kufungwa kwenye maboksi ama kwenye maplastic. That's a very good thing. Yani it's so healthy, and I'm hoping that watu kweli watatilia maanani hii topic ninayoongelea leo. Yani ni muhimu sana kuiokoa jamii yetu inayokuja, vizazi vinavyokuja, kwa sababu sasa hivi wanachofanya nchi za nje zimeshachoka hivi vyakula, zimeshaharibu watu wao. Ndio maana unaona watu wengi nchi za nje hivi vyakula vinawaletea kisukari. Yani watu wengi sana Marekani wana kisukari, wana high blood pressure, wana matatizo ya moyo. Hivyo vitu vitatu sio vinaletwa tu na stress, lakini vinaletwa with eating habits. Ukiona kula vibaya, ukiwa utilii maanani ni nini hasa kinaingia kwenye mdomo wako na kwenye tumbo lako, ndio hivyo pia unavoleta magonjwa mbeleni. So what is happening right now? Kwa sababu kuna hii influence kubwa. Kwanza mtandao umekuwa una expose vitu vingi sana, na kupitia huu mtandao kuna mazuri na mabaya. Watu wanaona vitu vingi ambavyo viko nje ambavyo wanavipenda, na watu wa nje wameshagundua kwamba Afrika hamna vitu fulani. Like the saying goes, we always like and what we don't have. So hawa wa huku sasa hivi ndio wanataka zile fresh foods na fruits na vegetables, na jinsi tunavyokula vizuri nyumbani huko Afrika, na organic foods ndio wanavyovipigania sasa hivi huku. Whereas sisi wa huko tunapigania vyakula vya maboksi, vyakula vilivyopakiwa, yani vimeshaandaliwa, vyakula ambavyo havina actually virutubisho kwenye miili yetu na sio vizuri kwenye miili yetu in the long run. So mfano, unaweza ukasema, so ni vyakula gani hasa naviongelea? Kama umeshawahi kwenda kwenye maduka makubwa ya vyakula yanayouza vyakula, Shoppers,
Na sehemu nyingine wengi kule kwenye haya maduka unakuta kuna kuku wameshapakiwa, unakuta kuna vyakula viko kwenye maboksi, unakuta kuna vyakula viko kwenye machupa. Hivyo vyote si vizuri. Yani you are better off kwenda pale gengeni kununua kitu cha gengeni, kwa sababu ni fresh na ni kizuri. Najua kuna magenge mengine yanabeba vyakula muda mrefu, labda na vyakula haviwi viko fresh, lakini tafuta sehemu ambazo, masoko ambayo yanauza vyakula fresh. Sehemu nyingi sana sasa hivi Tanzania kuna maduka mbalimbali ambao wana mwamko wa kuuza vitu fresh. Kwa hiyo kwa unanunua matunda kwa sana, kwa unanunua mboga kwa sana, jaza kwenye friji yako and then every day cook that stuff, kwa sababu hivyo ndio vyakula ambavyo vina virutubisho wako. So kuna nyumba nyingine ukiingia, watoto ni wanakula ma chocolate, ma candy, ma Oreo, ma biscuiti, Pringles. Every kid in Dar es Salaam, I think, loves Pringles. Yani, it's like number one snack. Soda, bad for you. Stop drinking Coke, stop drinking Fanta, stop drinking Sprite. All these sodas, stop drinking them. All these juices ziko kwenye mabox, stop drinking all that stuff. Acha kunywa hivyo vitu. Kunywa maji ama kunywa juice ambayo ni fresh, imetengenezwa na matunda kamili. Achana na masoda, kunywa maji. Mwili wako unahitaji zaidi maji. Maji yana faida nyingi sana kwenye mwili. So you have to drink water ili kuwa hydrated. Tena sehemu kama za Dar ambazo kuna kiangazi kikubwa, hata wakati wa masika, let's say wakati mvua zinanyesha, siku zote beba chupa maji, toka nayo nyumbani. Kila saa kuwa una-refill ile chupa na maji safi, kuwa unakunywa maji badala kupita mahali kununua soda. Kila saa unapita mahali unanunua soda, achana na hiyo. Watu wengi sana hata kwenye mabaa wanapenda sana kunywa Red Bull. This is the worst drink you can put in your body. Yani it has been proven. It has the worst nutritional facts ambazo hazikusaidi kwenye mwili wako. So Red Bull, you gotta stop this. Watu wanapendaga kusema kwamba ni good energy drink. Stop drinking this. This is shit. Seriously, it's super shit for your body. And then Monster, hii ni drink ambayo inapendwa sana hapa Marekani kwa sababu it's an energy drink. Lakini nadhani na nyumbani kuna sehemu nimeshaiona. Hii na nyingine nyingi tu. So kwa wale ambao anaweza kusema, well, mimi nanunua kitu kingine fulani, sio Monster ama Red Bull. Kila kitu unachonunua, kabla ya kuingiza mdomoni, soma huku nyuma. Soma nutritional facts. Pia ingia kwenye Google. Type kile kitu ambacho unataka kula. Angalia haswa what are the good things about kile kitu na what are the bad things. Halafu hapo ndo uanze sasa kudecide kwamba okay, I don't think this is good for me. Okay. Kuna kitu kinaitwa Prime. Watoto wengi, hata watoto wangu mimi, walikuwa wanapendaga sana kunywa Prime. Prime haina caffeine, lakini pia sio kwamba ndo nzuri sana kwako. Yani wanasema ni hydration drink. Not necessarily energy drink, but hydration drink. Lakini all these drinks, yani watoto ndo wanavipenda kwa sababu ni vitu vya haraka. Do not. Watoto wako nyumbani, hakikisha kila saa kwenye friji yako kuna matunda ambayo yameshakatwa tayari. Wadada wa kazi mnao, hizi ndo kazi wanatakiwa wafanye. Kitu cha kwanza asubuhi na mapema, kata matunda, weka kwenye container, weka kwenye friji. Matunda mbalimbali. Ili pale breakfast inapokuja, watoto wanakula matunda, watu ndani ya nyumba wanakula matunda, ama throughout the day watu wakiwa wanataka kula snacks, basi wanakula snacks za matunda. Once in a while maandazi, I get it. Once in a while vitumbua, I get it. Lakini usifanye hivyo ndo viwe snacks ndani ya nyumba yako, ama hivi vitu vingine nilivyoonyesha. Kitu kingine, chips. Yani achana kabisa na hivi vitu. Zina mafuta ambayo sio mazuri kwa mwili wako. Yani this is the last thing you want to eat, chips. Ikija kwenye breakfast, chips. Kama unaona hii tayari imeshafunguliwa, obviously na mimi I do the same thing, lakini we're in this together. Yani mimi ninajifunza na I hope na wewe unajifunza kwamba ndo wakati huu umefika. Inabidi hivi vitu tuviache. Cereal. Sasa hivi kwenye kila nyumba, kitu cha kwanza watoto wanachokula asubuhi ni cereal kabla hawajaenda shule. Ama sasa wakiwa wanataka kula kitu, hamna kitu cha kula, wanakula cereal. Yani kama nyumba yako ndo ina huo mtindo, anza kustopisha huo mtindo mbaya sasa hivi. Kama nyumba yako imezoea kula cereal asubuhi, kata. Kama nyumba yako imezoea kula sausage asubuhi, kata. Kama nyumba yako imezoea kula vitu ambavyo havina virutubisho,
kata. Hivi ndio vitu ambavyo unakuta watoto wanakuwa na health conditions ambazo unashangaa hii wameitoa wapi? Kwenye familia yako hamna, kwenye ukoo wako hamna. Wametoa wapi hizi conditions? Ndio hivi sasa. Na huku Marekani ilikuwa ni hivyo hivyo. Watu walikuwa wako na afya zao tu vizuri, lakini baada ya hivi haya mavyakula yasiokuwa yenye virutubisho, yenye mashuga mengi, yenye masalt mengi, yenye mafuta mengi ambayo sio mazuri kwa chakula, yalivyoanza kuingia kwa wingi, napo wakaanza kuona rise ya conditions, health conditions ambazo hazikuwepo sasa zinaanza kujileta. So this is what we need to avoid kabla watoto wetu hawajawa watu wazima. Unakuta mtoto mwingine saa nyingine anakuwa na allergies ambazo hazi make sense. What are you feeding that child? Again, yani chakula na snacks ndo the source of so many health conditions. So I'm sure you are asking, sasa kama tutakuwa tunakula hizi snacks, tule snacks za aina gani? Well, I'm glad you asked. Kwa sababu unatakiwa uwe unakula vitu vyenye virutubisho kama nilivyosema toka mwanzo. So vitu vyenye asili ya kama mapapai, ndizi. Asubuhi kula mayai ya kuchemsha ama ya kukaanga. Tena usikaange na mafuta mengi. Kaanga kama una bata, kaanga na bata kidogo kuliko hata mafuta ya kupikia. Pia asubuhi kwenye meza yako hakikisha zaidi kuna you're better off hata kula steak, nyama kipande kidogo, sio kikubwa, kidogo asubuhi kuliko kula sausage. Kula matunda zaidi, kula uji pia sio mbaya kunywa asubuhi. Watu wengi najua wanasema uji sijui imepanda imeshuka, lakini uji actually sio mbaya. Ila tu usiweke sukari nyingi, labda weka maziwa kidogo. Kitu kingine ikija kuhusu maziwa, sukari na siagi ni vitu pia vya kuangalia sana, ukiinclude pia na chumvi. Ni vitu vya kuangalia sana kwa sababu pia sio vizuri sana kwenye mwili, lakini unaweza ukala kwa kiasi. Tena afadhali hata kwa huko nyumbani tunakunywa maziwa halisi, maziwa. Yaani nikikwambia ni maziwa kweli yametoka kwenye ng'ombe. Huku maziwa tunaokunywa hatuna hata uhakika kama yametoka kweli kwenye ng'ombe. Tunaambiwa yametoka kwenye ng'ombe pale wanaonyesha nutrition facts, lakini inavyosemekana maziwa ya huko hata sio ya ng'ombe. Yaani yamechanganywa na vitu vingine. Kwa hiyo ile asilimia ambayo kweli ni maziwa yametoka kwenye ng'ombe si kubwa. Ukiingia kwa undani sana kujua maziwa ni nini, it's actually super gross. It's so gross that unaweza hata usinywe maziwa. Kama wewe ni mtu wa kula cheese, eat in moderation. Lakini pia cheese, it's not good for you. Yani sitaki kutumia hili neno, lakini wanasema ni kama usawa. So maziwa, cheese, all that stuff. Anyway, so lakini ni vitu muhimu vya kujua. Kwa hiyo kula asubuhi kwenye chakula hakikisha kuna vitu kama viazi vitamu, ambavyo kuna vile viazi vitamu ambavyo vya orange na kuna viazi vitamu ambavyo ni vyeupe. Either one is good for you. Unaweza kula magimbi. I know. Yani vile vitu ambavyo watu walikuwa wanavikimbia ama wanaviona vitu gani vya kula kwenye breakfast. Yani those are the best things for your health. They're the best things. So na kitu kimoja kizuri kwa nyumbani, hivi vitu viko accessible. Yani I'm telling you guys, unaenda sokoni unajizolea vitu kibao. Hapa sasa ukitaka kuswitch kwenda kwenye kula vitu healthy ambavyo ni vitu organic ama vitu tu kama mboga, it's gonna cost you, kwa sababu ni vitu ambavyo ni adimu, hivyo bei yake ni ya juu kidogo. So take advantage. Kama uko Tanzania, kama uko Afrika, take advantage kwa kuwa na hivi vitu ambavyo ni vya halisia na ni vitu ambavyo ni fresh, organic. Let me tell you this. Yani mimi ndo wale watu nasemaga nikoga na nyumbani kwangu nitakuwa na kuku mmoja mawili. Kuku wawili at least. Mmoja wa kutaga mayai, whatever. So kila siku niwe na mayai fresh. And then nitakuwa na bustani ya mboga ambapo nitakuwa naweza kuchuma mboga zangu, nitakuwa naweza kuchuma chakula changu kidogo ambacho naweza nikajipikia, and then I stay healthy. Lima nyanya zako mwenyewe. Kwa sababu hivi ni vitu fresh ambazo unaweza kula nyanya, unaweza kula kama tunda. So the thing is, watu wanafikiria ukiwa na magarden ya mboga lazima wewe mashamba makubwa. No, it doesn't need to. Unaweza kuwa na tena matuta mawili ambayo umeweka mboga mbalimbali. So lazima iwe tu cabbage ama iwe tu nyanya ama iwe tu unachanganya tu mboga mbalimbali kwenye matuta yako mawili ama matatu. Na hayo pia matuta yanaweza yakaa tu kama ni matuta ambayo ni decor, yani kama decoration tu nyumbani kwako. So yani watu wasiwe na ile wazo ya kwamba sasa tunaanza tena kulima matuta kwenye nyumba.
It's okay. It's fine. You have to be self-sufficient with the things that are actually good for your health, with the things that are good for you. So asubuhi ni muhimu sana kula breakfast, isiwe tu chai na mkate. Jaribu kuongeza vitu kama mayai ambayo ni protein, na vitu kama karanga ambayo kama peanut butter. Na ukila peanut butter, hakikisha ni peanut butter ambayo iko organic zaidi, ama ambayo unatengeneza wewe mwenyewe nyumbani. Protein inasaidia sana kwenye kufanya kwanza ushibe, na pia ukiwa umeshiba kwa sababu umekula protein, chakula kinakaa muda mrefu tumboni, so unakuwa hauna hamu ya snack. Vyakula vya kuepuka kama nilivyosema ni sausage na vitu vyovyote vyakula kama nyama zilizozindikwa, yani ndio hizo nasema kuwa packaged. Unanua kuku imewekwa kwenye package, unanua nyama ya ng'ombe iko kwenye package, matunda yako kwenye package yameshakatwa. Don't do that. Nenda kanunue tunda lako ambalo unaweza ukaliosha na kulila. So hata haya matunda unayonunua Shoppers na haya maduka mengine makubwa, hakikisha ni matunda ambayo hayajakuzwa haraka, yani kabla muda wake. So kwa maana huku ndo wanavyofanya hivyo. Unakuta tunda limepandwa leo, baada ya wiki 3 mmeshavuna tunda, mnakula. Hakikisha ni vitu ambavyo ni original. Kila siku hakikisha unakula matunda. Nimesahau kumention maparachichi. They go with everything. Maparachichi, ukiwa na parachichi kwenye chakula chochote, hata kama ukipenda kile chakula, unakuta chakula kinakuwa kitamu. Kwa hiyo kula asilia zaidi badala ya kula vitu ambavyo viko packaged na viko zaidi na sukari na mafuta na chumvi nyingi, yani viko packaged. Achana na hivyo vitu kabisa. So kumbuka kwamba jinsi wewe unavyoonyesha tabia nzuri ya kula vizuri nyumbani, na watoto ndo wanavyofuata. Na ndio hivyo tunavyokuza vizazi ambavyo na wao wanataka kuwa healthy eaters, wanataka kuwa watu wenye healthy habits, you know. Watu wengi wanasemaga sasa kila mtu, kila doctor akiwa anatoka, ama you know, watu wakiwa wanatoka wanaongelea kuhusu acheni kula vitu hivi. Watu wanadhania kisukari ama high blood pressure ama magonjwa ya moyo mengi watu wanayapata wakiwa watu wazima. No. Kuna wengine, of course it's chronic, it comes from, you know, unakuta kwenye ukoo kuna haya magonjwa, lakini guess what? Hata kwenye ukoo somehow it started kuna jinsi ilivyoanza. Watu walikuwa wanakulaje, watu walikuwa wanaishije, watu walikuwa wanalalaje, ni masaa mangapi ya kupumzika walikuwa wanapata, ni kazi za aina gani walikuwa wanafanya. Hivi vitu vyote vinaunda haya matatizo. Kwa hiyo na sasa hivi haya matatizo yamekuwa makubwa sana. Watu wamekuwa hawaangalii sana ni nini lishe zao, ni nini hasa wanakula, ni vyakula vya aina gani hasa wanakula. Kula in moderation. Sio unakula linyama hilo afu kila siku. No, unaweza kuwa unakula labda vipisi 3 4 vya nyama kwenye chakula chako, ili ile pia iwe inakupa the protein you need kwa ajili ya mwili wako. So hivyo ndio vitu nilikuwa nataka niongelee leo. Mimi mwenyewe kama nilivyosema, I'm gonna be number 1 advocate for myself, kwangu mimi mwenyewe, kuhusu hizi tabia ambazo si nzuri za kula vitu, kwa sababu mimi ndo watu ambao wana snack. Mimi naweza nisile siku nzima, yaani ukiniuliza ni mlo gani nimekula leo hata sikumbuki, lakini siku nzima I was snacking. Kitu kingine, kama wewe ni mama kupenda kusnack, kuwa una vitu kama vya mbegu nyumbani. So kuwa una vitu kama usile karanga nyingi, yani kila kitu uhakikishe hakijai hapa kwenye kiganja, yani inakuwa tu kidogo tu hapa chini. Yani unaweza kuvihesabu. Lese unaweza ukala korosho 10, ukala karanga 10, ukala pistachio 10, ama ukala vitu vya karanga ni vizuri kwa sababu vina mafuta mazuri kwa mwili wako, lakini usile too much. Yani you have to count these things. Chai ni nzuri kwako, lakini pia inabidi uangalie chai isiwe ina caffeine. So unaweza ukanywa green tea ama ukanywa black tea, lakini hakikisha isiwe na caffeine. Ukawa unajazia tumbo zaidi na chai. Wakati unahitaji, labda lese unataka kunywa soda, baada ya kunywa soda, kunywa maybe green tea ama kunywa black chai, lakini you know, isiwe na caffeine. Kuwa una avoid caffeine kwenye vitu vyako vya kunywa. Kwa wale ambao labda umejaribu ku lose weight, alafu unaona vitu, yani uzito haupungui. Kama nilivyosema, kupungua always inaanzia jikoni. Ni nini unapika, ni nini unakula, halafu na mazoezi, ikifuatiwa na mazoezi. Unaweza kufanya mazoezi sana, lakini kama huli vizuri, huli proper diet,
you're not going to lose that weight. Yani you are not going to lose that weight. So jikoni ni muhimu. Mboga zaidi kwenye sahani yako. Hakikisha kuna mboga nyingi, kuna matunda mengi, kuna nafaka sio nyingi sana kiasi, halafu kuna nyama sio nyingi sana pia kiasi. Lakini ukila nafaka, mboga na matunda zaidi, you're better off. Halafu na maji. Yani sijui nisisitize vipi kuhusu maji. What I wanted to talk to you guys about, na pia usisahau kukaa nje kwenye ile jua la asubuhi kuanzia saa 12 hadi saa 3 ndo jua zuri kwa ajili ya vitamin D. Lakini of course kama uko nje unazunguka siku nzima, that's okay. Lakini tu ukiwa unataka ile jua zuri la kukuletea vitamin D, definitely saa 12 hadi saa 3. Anyway, watoto pia wasikae sana mbele ya TV, wasikae sana mbele ya hizi gadgets, sim, wasikae mbele ya iPads and all that stuff. Hakikisha watoto wanasoma vitabu zaidi, ama unawasomea vitabu, ama wanachezea puzzles, kwa sababu always remember, hivi ni vitu ambavyo huku wameshavichoka, hawajui wafanyeje ili kuviondoa kwenye society yao. Sasa vinaanza kuletwa hizi nchi nyingine. Kwa sababu nyesi mnataka vitu vya nje. Okay, here's how we do it. Ili na sisi tuharibike, na sisi watoto wetu waharibike. But we don't want that. So with this being said, nataka nirudi tu nyuma kidogo niongelee vitu fulani na kwa nini ni muhimu sana always to tune in kwenye Jiongeza Podcast na podcast nyingine zote ambazo zinaongelea vitu vya maana, venye kuelimisha, venye kufurahisha, na sio zaidi mambo ya umbea. So lately nimekuwa nikiona watu kwenye mitandao, social media, wanalalamika sana na wanalia sana kuhusu mambo yanayowatokea watoto, hasa wa kiume, mambo ya ulawiti, mambo mabaya watoto wa kiume wanayofanyiwa. Kwa maana siku hizi imegeuka. Zamani ilikuwa watoto wa kike wanarepiwa, watoto wa kike kapande kashuka, watoto wa kike. Sasa hivi it has shifted. Oh my gosh, watoto wa kiume. Yes, those things are happening. But guess what? I'll tell you a story. So 5 years ago, niliongelea hapa kwenye Jiongeza Podcast, my very first topic discussion, niliongelea kuhusu wazazi. Kwa nini ni muhimu kuangalia watoto wako na nani, wanafanya nini siku nzima, wanapokuwa shuleni na wanapotoka shuleni. Kuwa unakaa chini na watoto wako na kuwadadisi watoto wako, kwa sababu that's how you're going to find out mtoto wako kama anafanywa vitendo vibaya, ama anaumizwa, ama anabuliwa shuleni, ama anabuliwa nyumbani. Ni mambo gani yanaendelea kwenye maisha yake, anafanya vizuri shuleni ama hafanyi shuleni vizuri, na jinsi gani wewe unaweza kumsaidia. Nikaongelea mambo ya tuition, nikaongelea mambo ya wafanyakazi, ni jinsi gani kuwa makini na wafanyakazi wa kiume na wa kike, ni jinsi gani ya kuwa makini na neighbors na ndugu, all that stuff. I spoke about it and I spoke in detail. Kwa nini hivi vitu ni muhimu? Na ni kwa nini niliongelea hiyo topic? Ni kwa sababu huku Marekani, yani ikija kwenye mambo ya ulawiti wa watoto, it's a problem. It's a huge problem. However, wamekuwa wakiongelea sana kwa muda mrefu. So nilipotaka kuiongelea hii topic ni kwa sababu Tanzania hamna mtu alikuwa anaongelea. Kitu cha kwanza kabisa, hamna mtu alikuwa anaongelea, wala hamna mtu alikuwa anataka kusikia. Kwa nini? Kwa sababu sisi ni society ambayo tunaaminiana sana when it comes to neighbor wangu ananiangalizia mtoto, namwamini. Yani tuna ile kuaminiana kwenye vitu ambavyo actually hatutakiwi kuaminiana. Okay? Nimempeleka kwa uncle, nimempeleka kwa mama mkubwa, nimempeleka kwa nani? Ama yuko nyumbani na kina dada, yuko nyumbani na kaka zake, yuko nyumbani na dada zake. Tatizo ni kwamba tunasahau kwamba mambo yamebadilika. Tunasahau kwamba kuna mitandao. Tunasahau kwamba sasa hivi porn ni kitu kikubwa sana duniani. Na hii mitandao, social media na simu, kila mtu ana simu sasa hivi. Kwa hiyo kuna watu wanaangalia mambo mabaya, kuna watu wanaangalia mambo mazuri, kuna kila uchafu unaoendelea. Kwa hiyo uwezi ukaamini mtu yote sasa hivi. Na wakati naiongelea hii topic ya watoto, nakumbuka nilipata backlash a little bit kutoka kwa watu wengi tu kwamba hivyo ni vitu vinavyoendelea nchi hizo zilizoendelea za nje. Huko Afrika, Tanzania hamna vitu kama hivyo. Kwa hiyo hii topic itakuwa ngumu kwenye masikio ya watu. Nikasema well, you know what, atakitaka kusikiliza na asikilize, asitaka kusikiliza na asisikilize, kwa sababu niliambiwa it's too much, it's too heavy. Yani as if wa Tanzania hawataki kusikia hivyo vitu. Fast forward 5 years later, leo kila mtu analia.
leo watu kibao wanalia. Kila leo kuna kesi ya mtoto kafanywa hivi, kuna kesi ya watoto kwa watoto, kuna kesi ya nini. So what am I saying? Nasema kwamba sio kwamba watu wangesikiliza Jiongeze podcast hiyo topic wakati huo labda matatizo yasingekuwepo leo, yangekuwepo. Lakini embo imagine ni watoto wangapi tungewa save, ni watoto wangapi tungewaepusha na hivi vitu, ni watoto kwa sababu wazazi wangekuwa na mwamko, wazazi wangekuwa wanaangalia zaidi. Umeshanelewa? So ndio maana nasema kwamba ni muhimu katika siku yako kuangalia ni vitu gani hasa unajihusisha navyo, unaangaliaga nini, unasikilizaga nini, unafanya nini ili kujiongeza wewe mwenyewe, kujiendeleza. Kwa sababu unaweza kuwa msomi, unaweza usiwe msomi, lakini kama umezoea mambo ya umbea, my friend, utakuwa husogei, na kuna vitu vingi ambavyo vitakuwa vinatokea wewe by the time unajua vitakuwa too late for you. So what I'm saying is, hapa kwenye Jiongeze podcast silazimishi mtu kuangalia ama kusikiliza Jiongeze podcast, lakini kumbuka kuna vitu vingi sana ambavyo hata sasa hivi bado havijaanza kutendeka Tanzania. For example, kama haya mambo ya chakula yanaanza kuingia kwa kasi Tanzania, ama yameshaanza kuingia kwa kasi Tanzania, lakini hayako sana kama huku nje. Well, this is a warning I'm bringing up. Umeona? So naongelea hivi vitu leo, mtu anaweza kapuuzia 5 years down the road, watu wanaanza tena kulalamika, wametutumia mambo haya, ikapanda ikashuka, angalia afya zetu, magonjwa yamepanda, conditions zimepanda, health conditions mbaya zimepanda, ikapanda ikashuka. Lakini kumbe there was a warning, lakini watu I don't know, watu hawapendagi kusikia vitu vya kuelimisha, vitu ambavyo ni vizuri actually mentally, physically, health wise ni vizuri, spiritually. Sometimes watu wanakuwa wagumu kusikia vitu vile, lakini ikiwa ni vitu vya umbea, ama nani kafanya nini, ama huyu kachafuliwa vipi, ama imekuaje, people gravitate to that and it's okay. Wote tunapenda umbea, juicy stories every now and then, lakini usifanye we maisha yako yakawa every day you get on the phone, that's the first thing you have to see, that's the last thing you have to see kabla hujaenda kulala mchana. No. Tafuta podcast ambazo huko kwenye mitandao, tafuta podcast ambazo zinakusogeza wewe mbele, zinasogeza mawazo yako mbele, zinakusaidia kuona vitu ambavyo uko vifikirii, lakini mtu mwingine tayari kashavifikiria, vitu ambavyo vinakuelimisha wewe na jamii yako ya karibu. Second mfano nataka kutolea ni mfano wa China. Again, kwenye Jiongeze podcast nina topic nzima nilikuwa naongelea kuhusu wa China, jinsi gani wa China wanachukua nchi, jinsi gani wafanyabiashara wadogo na wakatikati wanatakiwa wawe makini sasa hivi, waanze kufanya goal planning ya miaka 5 ijayo, kwa sababu mwaka huu na mwaka ujao kuna viwanda vingi vitafunguliwa Tanzania. Kuna ambavyo havijafunguliwa bado. Kuna viwanda 79 ama 89 vitafunguliwa. I want to say ni Pugu, lakini labda sio Pugu. Kule sijui kunaitwaje ukishapita Kimara kwa mbele kidogo. Labda ni Kibaha. Miji ina ni confuse kidogo. Hiyo project nzima inaitwa Sino Project. So nadhani ni Sino ama Sino Project. Hiyo project, na nitalink hiyo video ambayo nimeongelea hivi vitu vyote kuambia watu wawe makini. You know, uwezi ukakaa kwenye community yako afu ujui what's happening vya maendeleo na ambavyo sio vya maendeleo, vya kujiepusha navyo na vya kujiingiza navyo. Yani you have to be aware of what's going on. Kwa sababu ndo hivi unaweza hata ukaja ukatawaliwa, you're not even aware. Unashangaa tu unaambiwa, haya leo kazi yako wewe ni nataka ukaanze kuchota cement, zege somewhere kila siku. Unashangaa hii imetokeaje? Kumbe you are just not aware. Watu wengi wa Tanzania they are not aware. Really they are not aware. Kwa sababu kila mtu anategemea labda nitasikia kwa mtu fulani. No, you have to be aware. You have to read your newspapers. You have to listen radio news. Like you have to be aware. You just have to. You just have to. Mambo yanaenda kwa kasi sana. So nitaiattach hiyo video niliongelewa China below hapa, ili kama ukipenda na wewe ukaiangalia. So real quick, nilichoongelea kwenye hiyo video ni kwamba watu sasa hivi, kama wewe ni mfanya biashara mdogo ama wa katikati, lazima uwe na plan kuanzia mwakani kwenda mbele. Kwa sababu what's going to happen is, wa China wale, mnaona watu mnavokimbilia kwenda China kuchukua mizigo. Sasa kuna hiyo Sino Project, wakifungua hivyo viwanda, kutakuwa na kila kitu kinatengenezwa Tanzania. Kila kitu you can imagine of or you can think of vitakuwa vinatengenezwa Tanzania. Well, what does that mean to you and me? Kama mfanya biashara, what that means is, zile goods ulizokuwa unaenda kuchukua kule China, sasa hivi huendi tena kuchukua China.
utakuwa unachukulia pale Dar es Salaam. Kwa hiyo cost yako itashuka. Lakini kumbuka, wale watu walikuwa wanawakimbizia mikoani hawatahitaji tena wao wakimbizie mikoani. Wao watakuja wenye kuvichukua pale, kwa sababu pale kwenye ile project kuna macheni yatakuwa yanapita yanaenda mikoani. Guess what? Yanaenda mikoani na kwenda nchi nyingine za jirani kama Uganda na Kenya. Well, guess what? Hii ni kwa ajili ya supplying easy goods, ili watu wasisafiri. Kwa hiyo wanawakatia ile faida yote ambayo wewe ulikuwa unapata wakati unasafiri, unaenda unachukua mzigo, unakuja unaweka cha juu, unafanya hivi. Yani wanakata ile yote. Kwa hiyo nyie mtabaki Tanzania. Sasa wale wafanya biashara wadogo na wakatikati wataanza kugombana na kupigania, sio hata kupigania mali. Hizi biashara zitakufa kwa sababu hawezi wakawa watu 1000 wote wanauza kitu kimoja ambacho wamekitoa kwenye factory moja. Kwa sababu what's the point? Kwa hiyo vitu vitafurika Tanzania, vitu vitakuwa vingi, vitakuwa vya maana, we don't know. Ni wa China. Labda kutakuwa na grade A na grade Z. Utajua wewe mwenyewe ni grade gani utaweza kuafford. Yani kutakuwa na viwanda vya kila aina like I said. Na hii project itafunguliwa mwakani kwa sababu again, you know, we are going through election very soon here. And these are the things that they wanna, yani ndo wanataka kufumbua kwamba look, here we are, we're getting bigger, we're growing, biashara zinazidi kukua kwenye hivi viwanda. The good news is kwenye hivi viwanda watu kutakuwa na ajira nyingi, kwa hiyo watu watapata kazi. Great. Kwa wale ambao wana deal na mambo ya real estate, well, guess what, kama bado hujaanza huko kwenye Sino project, tayari kuna sehemu ziko dedicated ambazo wanajenga apartments, wanajenga nyumba, kwa hiyo ili watu waweze kuhamia maeneo ya karibu. Kwa hiyo mji utakuwa ni mkubwa, mji utatanuka. Mimi my concern ni wafanya biashara wadogo na wakatikati. It will be interesting kuona ni nini kitakachotokea. Okay, the second thing, pale Magomeni Jangwani kuna daraja litajengwa pale ambalo watu wa kutoka Europe wamesha sign contract. Watajenga daraja pale ambalo litakuwa ni daraja la kimataifa litakalo. Hii ni project ambayo bado it's ongoing, you know, we don't know lini itaanza, lakini it's coming up. Kwa hiyo itafanya pale ile tatizo la pale darajani la pale pale Jangwani litakuwa si tatizo tena. People can go back and forth kwenda mjini na kurudi. So nyumba zote mnazoziona za karibu ambazo ziko lile eneo ambazo nobody would buy, sasa hivi once hii daraja ikishawekwa, Magomeni patakuwa pashikiki. Hapa mjini karibu tu ukishavuka tu Jangwani patakuwa pashikiki. Dar es Salaam patakuwa hapa shikiki, kuanzia biashara, yani nyumba za biashara na nyumba za kuishi. So sasa hivi ndo kipindi cha kama unaweza kujikusanyia, let's say real estate, ndo kipindi hichi sasa, kabla haya mambo yote hayajafumuka, kwa sababu once yakishafumuka, you know, hela itakuwa at a different thamani na vitu vitakuwa at a different thamani, na labda you won't be able to secure anything. So anyway, nitaacha hizo video, links za hizo video hapa chini. If you wanna go listen, do so. Ningekushauri ufanye hivyo, especially kama wewe ni mfanyabiashara mdogo, lakini hata sio kama mfanyabiashara, mtu yoyote, hasa hata wana diaspora. Yani ningependa msikilize, kwa sababu these are things that huko mbele tunapoenda, they are gonna affect us in a good way and maybe in not so good way. Lakini we have to be aware and be informed, ili tuweze kujua tunafanya mipango gani, wewe na mimi tunajiandaje ili kuweza na sisi kuishi katika mazingira mazuri na kufanikiwa katika maisha yetu na kuwajengea watoto wetu just, you know, the best for them. So anyway, thank you so much for joining me today. Na kama nilivyosema, naomba kama umependa video hii basi ushare na rafiki yako moja. Pia naomba ushare kwenye social media zako link na videos za Jiongeza Podcast. Pia naomba nisikie ni kitu gani, what takeaway did you get from this discussion? Ni kitu gani umejifunza na ni kitu gani utapenda niongelee pia huko mbeleni ambacho unaona labda una swali ama utataka kusikia zaidi. So until next time, thank you so much and I hope you enjoy. Thank you.